Mke wangu. Abe. Hivi mtoto anaendeleaje? Anaendelea vizuri sana jambo. Na alifika mchana hapa ngaambiwa haupo, umetoka. Ulienda wapi? Nilienda kuchukua dawa za nasi, maana kuna dawa zingine sikuzichukua, kwa hiyo ikabidi nikazipate. Mke wangu. Tumetoka kuongea asubuhi tu kwamba ukifanya jambo ni taarifu, niambie. Unaondoka umeenda kuchukua dawa za mtoto, hujaniambia chochote. Nilienda kuchukua dawa pharmacy kwa sababu zile ambazo za mwanzo zilikuwa zimeisha, kuna zingine ilibidi nikachukue. Kwa hiyo ndo nikaona tu niende nikachukua first time nimerudi. Sawa, nimekuelewa. Ila naendelea kukusisitiza hivyo hivyo. Ukifanya jambo, jitahidi kunitaarifu na mimi. Kwa sababu kwanza mimi ndio baba wa mtoto. Utamwambia nani mwingine, mke wangu? Sawa, nimekuelewa. Naomba nisamehe, sitarudia tena. Haina shida, basi fanyeni twende tukale chakula. Mama mwenyewe kashaivisha chakula tayari. Mwanamke wangu, sometimes unatakiwa uiongeze mpaka mama anapika anatuandalia chakula, we haupo. So vizuri ujue. Nimekuelewa. Lakini unatakiwa yaani uzingatie majukumu yako hayo ujue. Atapika kesho. Mama, mbona chakula kibaya? Mama. Ami. Kwa sasa mwana anakunywa damu. Sikatia hicho ndio chakula chake. Sawa. Mjukuu wangu anapopenda kula wali hivi, naona afya yake bado sio nzuri. Itabidi ajitahidi. Kwa sababu kwanza anatumia dawa. Alafu dawa zenyewe ni kali. Alafu bila kula unafikiri itakuwaje? Amna. Nimemnulia viazi ndani. Kwa hiyo aishakula ndo akameza dawa. Kwa hivyo hata akiacha sio mbaya, kwa sababu aishakula viazi. Alafu nayo ndo unamdekeza mwanao. Unajua kabisa anakunywa dawa. Anatakiwa ajitahidi ale hivyo hivyo kwa sababu chakula chenyewe kidogo hiki.
Amna, ameshakula viazi nimchukulie. Maana kuna mtu alikuwa analalamika njaa, kwa nikamchukulia viazi akala ndo akameza dawa. Kwa kama hiki imebaki hata baadaye atakula. Amekunywa dawa baada ya kula au kabla ya kula? No. Amekula ndo amekunywa dawa. Haya sawa, ila kuwa makini kwa sababu dawa anakunywa kali. Siku mtoto akizidiwa itakuwa jambo lako hilo. Unatakiwa ule. Hebu kula kwanza hicho chakula. Mini bang, orang dapat cendek jaro. Cikre mati ta, kurita ma, ramala koji. Ya. Berika mama, warga nasun. Kami merinjo, ayo da oh mizimu nao wah, mizim. Na mkuu, unajua kitu ulichokiamsha? Hapana mkuu, sikijui. Umeamsha kiumbe kibaya sana. Na nani kakwambia uamshe kiumbe bila ruhusa yetu? Mamake aliniomba sana nisaidie, na hivyo nimemsaidia. Sasa itabidi ukiue kabla hakijakomaa, kwa sababu kikomaa hutaweza kukidhibiti. Sawa mkuu, nimekuelewa. Nitafanya unavyotaka. Sawa. Mimi naondoka. Sawa. Kalina wala eka o la le ma o nya a o. Wa. Mwana ndo kuja kumalizia deni? Nimekuja kumaliza hilo deni mwenzangu. Yaani bwana kuja kumalizia. Na umwambie wewe nani Pamela, yaani umwambie. Yaani miezi 3 yote hajakanyaga hapa na ninamdai hela. Wewe. Hela mchezo hajakuletea kumbe? Hajaniletea, nakwambia tangu ile saka la mwanae kuguliwa mzungu kasema hata simfuati. Wewe kwani hujasikia? Kitu gani sijasikia jamani? Ndio maana. Mbona mwanae Pamela kapona? Kapona shoga, mwanae kapona. Tena kapona sawa, anatembea si unanielewa, kapona mwanae Pamela. Ndio kwanza nasikia kwako shoga yangu. Maana mimi najua mwanae anaumwa, basi nikasema nimvumilie leo, nimvumilie kesho. Miezi 3 ninavyokuambia nafanya kazi ya kumvumilia bibi yule. Kapona shoga yangu. Shoga yule mtoto nakwambia alikuwa anamhangaisha. Mtoto kusimama hawezi, wakulala chini muda wote yule. Tunazunguka hospitalini shoga yangu akuniambia kapona hivi jafa. Kapona. Tena kapona kabisa mzima, anatembea si unanielewa? Mlokuwa mnahangaika naye kote. Ndio maana nakwambia shoga yangu katika mada sitaki kutia neno. Yaani hapo si neno kabisa, siingili chochote. Haya bwana, kwa vile ushaniambia kapona, mimi kesho asubuhi mapema sana kwake na kufuta langu mchezo. Miezi 3 mimi nimemvumilia. So kweli mwenzangu. Shoga yangu wewe nenda tu, ila kwa mambo haya mimi si neno, mimi naenda shoga yangu. Shoga yangu, na ukimwona basi umfikishie hizo taarifa. Poa. Haya. Kinyuli nyurika, mwanangu mwa mjumbe, kavaa nguo 2, ya 3 kajitanda, aliyekuwa juu aruke pru. Mbona unaweza? Naweza. Kucheza maana ndo ilikuwa enzi zetu hizo, ndo tulikuwa tunacheza. Nani? Halo.
Tumuue? Hapana mganga, mwanangu mimi hajawahi kunizuru hata siku moja, na kwanza hajawahi kunizuru hata mmoja. Sasa waje ndeka tumuue? Hapana mganga, mwanangu mimi sio mchumba, angekuwa mchumba mimi angeshanizuru. Halo mganga? Wenasi, twende ndani ukanywe dawa. Mke wangu. Safi, pole na kazi. Asante. Naona mchele wa mambo kupika ubwabwa. Tunataka maandalizi ya jioni. Nyewe na ubwabwa bwana. Sasa nataka tupike nje. Siku moja basi pikeni ugali jamani. Bana si naye. Ugali? Sio wenyewe tukila ugali. Sasa tumekula pamba. Vipi mama na Nasri wameenda? Nasri kaenda huko kunyoa, bibi yake ndo kanimsindikiza, kwa ameenda wote saluni. Asa mke wangu hapo mmefanya vizuri sasa. Maana yule mama kashakuwa mtu mzima yule. Kwa hiyo kimpikisha hapa wenyewe mnasemaga ubwabwa ili uive vizuri peke kwenye jiko la mkaa sio gesi. Kwa hiyo mimoshi ile siji nini mtu mzima yule unamletea magonjwa. Afadhali kama hivyo kidogo anatoka kutembea tembea. Kidogo mazingira anaangalia, kidogo mwili wake unakaa sawa. Basi ndio kamsindikiza mjukuu wake huko kwenda kununua. Hapo umefanya la maana sana. Lakini mke wangu inabidi sasa urudi chumbani. Banasi. Mimi sio kama sipendi kurudi kwa chumbani kwangu. Napenda leo kesho. Ila tatizo mtoto bado hajakaa sawa. Unajua sometimes unifikirie na mimi pia. Ni kweli mtoto anaumwa, lakini sasa hivi kuna wafadhali kwa sababu angalia kipindi kile alikuwa amezidiwa. Nishawahi kukuuliza kwamba mke wangu sijui nini nirudi chumbani sijui nini. Sijawahi kuongea kitu kama hicho, lakini sasa hivi mtoto ana wafadhali kidogo, angalau kakaa sawa kama hivyo, anatoka anaenda nje kutembea. Sasa na wewe basi rudi chumbani mke wangu, mimi nimekumisi mmeo jamani. Banasi. Mimi sio kama sipendi, nimekwambiaje mtoto hajakaa sawa. Hadi kikaa sawa narudi. Hapo isitoshi Banasi. Yule alivyomwona vile usiku akilala anachemka. Vile anachemka. Kwa hiyo yake kikaa sawa, mwenye narudi. Mimi kumisi. Sikia mke wangu. Hebu jaribu kufikiria. Ujue na mimi nahitaji haki yangu pia. Sio kama simpendi mwanangu, au sio kama sipendi familia yangu. Mimi naipenda familia yangu na nampenda mwanangu. Lakini na mimi pia na haki yangu kwako. Sasa hivi mtoto kashakuwa sawa. Na sio kwamba mtoto labda yuko nyumba ya jirani au yuko tumejenga kijumba pembeni huko. Yuko humu ndani, chumba chake kiko hapo, cha kwetu hiki hapa. Mtoto akizidiwa labda kuna shida yoyote unaweza kumwangalia, au muda wote unaweza kutoka kumwangalia mtoto, je, amelala? Je, yuko vizuri? Sasa muda wote nataka tukangania kukaa na mtoto. Hata mimi jamani nahitaji haki yangu, uje chumbani tukae pamoja basi. Muda mwingine na mimi kuna vitu nahitaji kwako, sio kama ukae tu na mtoto. Mimi najua mwanangu nampenda pia, lakini hebu jaribu kufikiria hilo mke wangu basi. Banasi, nimekwambia mtoto akikaa sawa narudi. Kwa nini nimekwambia mimi naondoka? Nasafiri. Si nimekwambia mtoto yake akikaa sawa narudi. Niko zangu jikoni na pia. Manasri.